But you are a man and a half. You are president. Ukasema kitu haijasemwa na rais mwingine. Umekubali defeat. You said that. Hiyo haijasemekana na president mwingine. So, I'll ask Generation Z, hiyo jina nimeshindwa akiwa rais, tuiheshimu pia. Ni maana sana. Let's discuss this country's ours. Ningeomba ile mambo amependekeza kwako, kwa sababu nimeiona kwa mitandao, na ile nayo ulisema mengi sana mazuri ya kuondoa mambo mingi ya bill, ukakubali kuondoa hiyo mambo yote. Angalia haya mengine na kamati yako ya advisors, na usiweke D hapo. D atakuharibia hiyo masomo mingi, na unajua alimtoa kwa barabara kwa street demonstration ile alikuwa anafanya. Sasa hii ameshiba, amekuwa round. Sasa I cannot advise you. Look the real genuine people. Si watu wanajirakia tumbo yao kama D. Angalia genuine people. Discuss about it, kwa sababu una jukumu pia ya kuendesha nchi hii. Kwa sababu wale wanafikiria ati budget itupwe yote, then Kenya will be paralyzed. Tutalipa polisi na nini? Tutalipa bunge na nini? Tutalipa magavana na nini? Tutalipa hospitali na nini? Also, I urge, let's be reasonable. And that's why I'm saying, the president, you don't need all those kind of things. Wewe enda ile walisema weka hii. Hile hauwezi sema hii haiwezekani. Kwa sababu ya nini? Tunalipa deni nje, pesa hii. Tunalipa accountants, pesa ni hii. Tunalipa polisi, pesa ni hii. Tunalipa wabunge, pesa ni hii. Tunalipa CDF, pesa ni hii. Na hiyo pesa yote inaenda kwenye wana Kenya. So hii nitaweza na hii siwezi. Lakini kufikiria on the discussion, it will bring a lot of politics. Kwa sababu saa hii utaweka watu wengine wa shida. Wakichaguana namna hiyo, itasemekana wamekuja huko kukula ugali. Talk with them the way they are saying, in a good way, and they have no problem. They understand what has made them demonstrate. Some of them, wachana wakora hii, wengine wamekuja kupindua serikali na nini. Come properly and explain them, Your Excellency. Uwezo wako ni hii na kureduce kwako ni hii. Already umereduce mambo mingi sana. Waambie ile itawezekana, ile iwezekani kwa sababu ya mambo ifuatao. Kenyans ya 56 million. Mimi nakuomba, hatujafikisha mwaka 2. Mimi naomba wewe, uko kanisa Narok, Likiji yako kanisa Bomet, why can't you come back pesa? Musameheane kama kuna shida, because there is a problem between you. Musameheane. Mwende safari hii because of the Kenyans. Waona vile mko naenda kanisa pamoja. Ingieni State House pamoja, mpigane huko, mkitosheka mtupe amani katika Kenya. Sasa imefika pahali ya division. Huyu mtu ni wa Rigathi, huyu mtu ni wa president, huyu mtu ni wa fulani, huyu mtu ni wa fulani. We are going to bring division even in the ministries. Kwa sasa civil servant, we are going to divide them badly. Kwa sababu naye kuna wabrokers huko. Wewe nilikuwa na mtu wa Likiji. Wewe nilikuwa na mtu wa president. Why are we doing this? Why can't you do, although it may work or not work, what Uhuru did in breakfast prayer? Alikuita, akaita Raila Odinga na Kalonzo. Akaambia Raila, confessing, Raila Odinga, tumetukanana, tumepigana, tumeharibiana jina, naomba msamaha. Raila accepted. Akarudi, akapea wewe wakati kuwa deputy, na akakuonesha Kalonzo ndio hiyo. Ukasema Kalonzo, naomba msamaha. Tumekosana, tumepigana, tumeharibiana majina. Unisamehe. Kalonzo akasema yes. Lakini nasemaga hata baada ya kufanywa hiyo, wahubiri hawakuhubiri mahubiri yoyote. Kwa sababu hiyo confession, wangawacha hiyo watu wote wameokoka. So, I think they did not preach. And that's why I'm saying even many churches, ile mambo mnafanya, mumeleta shida ya nchi hii sana. We have participated a lot, some of the churches. Not all, some of the churches. Kwa sababu ya pesa. Mnaita grupu hii ikuje ita pesa kwa sababu ya harambee.
mnaita group hii inaenda pale. Sasa Gen Z wataanza kusema hii kanisa ni ya pande hii, hii kanisa ni ya pande hii, and the churches are going to be divided again. But I'm agreeing, kwa sababu sasa Ruto alipoleta MP wote hapa nyuma na akareject the bill, so he went no. So nyi wajumbe tumiageni akili zenyu kwa sababu rais kwenda no hamukuwa na habari. Now ground yenyu iko moto for now. But also I'm asking Kenyans, let's have forgiveness. They were doing that because they were in the party, there were instructions, walikuwa naye, na sasa mnaoneshwa independent of the parliament the way it is important. Wakati bill ile ilikuwa ya kati ya Uhuru, I voted yes. Na watu wote walikuwa pande ya deputy walikuwa no. We voted the 51 MPs. Nikuwaongoza na tukavoti yes for that time. Kwa sababu nilikuwa naona kama Nakuru itaongezeka wajumbe ngapi? 5. Kiambu itaongezeka kama and other places. Let not be selfish. Kama ile makosa tulifanya ya kuweka watu kwa usawa haikufaulu. Let's see how we can repeat it now and do it in the proper way. Kwa sababu nakuuliza, mimi na wewe we voted. If we are 4, wale tuko hapa we voted. People are not asking the region ati Mount Kenya ndio inataka pesa kuliko pahali pengine. Mount Kenya haiulizi mtu anyaganywe pesa wapewe. Inasema equality. Ile anapiganaga kila siku, that the bread should be put on the table to be shared equally. I voted, you voted. We are not saying population. We are saying iwe usawa. Haitawezekana mtoto wako unampa 100,000, 200,000 ya shule from secondary nursery mpaka kwenda Ulaya, na region zingine mtoto anapewa 800, 1,000. It's not fair. If you want Kenya as we stay together, we must agree on the fairness. Tukue fairness sisi wote. And I'm telling you, tusiposuluhisha hii 2027, this is my dream. Na muandike the way I'm saying we are going. Milima itasimamisha MP wa president wake, Rift Valley itasimamisha president wake, Western itasimamisha president wake, Mombasa watasimamisha president yao, Western watasimamisha. That is how we are going now to go, kama hatutaweka watu pamoja, na the result itakuwa kama ya South Africa. Nobody will reach 51+1. Hii serikali tulinaye tulipitisha na 200,000. Kama milima ilipeana 3.8, tumeanza vita na wale wengine pia, na dictatorship na wizi ya pesa inaendelea. Who will agree to be led by the party ambaye unajua haitafanya usawa? People will reject. So be ready to go like South Africa. That's what I'm saying. Ndwale, tuambie pahali watoto wako twende tukawazike. We are ready and we are happy kwenda kuwazika. Rais na deputy, Biblia inasema you are always in the church on Sunday. Huyu ako Narok, huyu mwingine naye ako Bomet. I want to remind you what the book of God said. Wacheni wokovu wenyu upelekane na vitendo. Wokovu wenyu tunataka vitendo zionekane. 56 million we cannot suffer because of 2-3 people. Ama wale wanapiga siasa ya kutaka kugawanya Mount Kenya, wanataka kugawanya na Rift Valley. And this idea of Rift Valley, they are about 5. In the Central, they are about 5. Shame on you, putting this country in a situation. Nyinyi wajumbe mnagawana hii na kwenda na helicopter. This country ikiharibika, itaharibika for all of you. And you'll be caught in between. Waliokuwemo na wale hawakuwemo. Hiyo ndio Kiswahili kilisema. Naomba tushirikiane, tuache mambo hiyo ya ukabila. Hakuna ukabila.